Ndugu mtazamaji, nakusalimu tena katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Ni wakati mwingine tena mzuri ambao tunaendelea na somo letu, tukiwa ni sehemu nyingine au kipande kingine cha somo letu ambalo tumekuwa tukilizungumza, na somo hili linahusu Mkristo na taji, fahari ya utumishi wangu. Ni fahari kubwa sana unapotumika na ukielewa kwamba utapata nini. Sasa katika mtazamo huo ndiyo tumeanza kuangalia mambo mbalimbali ambayo yanaweza yakamtia motisha kila Mkristo na kila mtumishi ambaye ameitwa ili amtumikie Mungu sawasawa na neno la Mungu. Na ndiyo niko hapa kukutia moyo, lakini na kukupa maelekezo muhimu sana sawasawa na vile ambavyo Biblia inasema kwamba tuenende kufuatana na wito wetu. Tumeshaangalia taji 4 na sasa nakuletea taji ya 5. Taji ya 5 ambayo Wakristo ama waamini watapewa kama sehemu ya utumishi wao, au kama kama zawadi, nitumie neno hilo, lakini kama malipo, hasa neno la malipo linaweza kuwa ni jema hapo, kama malipo ya kazi walioifanya. Hii inaitwa taji ya utukufu. Taji ya utukufu. Nimetoka kuzungumzia taji ya furaha ambayo watapewa wainjilisti. Lakini pia kuna taji ya haki kwa kuvumilia majaribu. Sasa tunaiangalia taji ya utukufu, na msingi wa taji hii tunaupata katika andiko la Petro wa kwanza sura ya 5 mstari ule wa 4. Biblia inasema, na nikianzia mstari wa 4 nitausoma, lakini nitaanzia mstari wa kwanza. Anasema, na wasii wazee walio kwenu, mimi niliye mzee mwenzi wao na shahidi wa mateso ya Kristo na mshirika wa utukufu utakaofunuliwa baadaye, lichungeni kundi la Mungu lililo kwenu, na kulisimamia, si kwa kulazimishwa, bali kwa hiari, kama Mungu atakavyo, si kwa kutaka fedha ya aibu, bali kwa moyo, wala si kama wajifanyao mabwana juu ya mitaa yao, bali kwa kujifanya vielelezo kwa lile kundi. Na mchungaji mkuu atakapodhihirishwa, mtaipokea taji ya utukufu ile isiyokauka. Vivyo hivyo, naomba niishie hapo mstari ule wa 4. Sasa tumesikia mstari wa 4 ukisema kwamba na mchungaji mkuu atakapodhihirishwa, atakapowekwa wazi, atakapofunuliwa wazi. Lini? Anatumia neno atakapo, maana yake ni wakati ujao. Wakati ujao, atakapodhihirishwa. Sio kwamba alivyodhihirishwa au amedhihirishwa, atakapodhihirishwa. Huyu ni Yesu Kristo. Alishakuja akafanya kazi yake kama mchungaji, kama kuhani na kama mwanakondoo aliyetoa uhai wake kwa ajili ya dhambi zetu. Na atakuja kwa ajili nyingine au kwa sababu nyingine ya kutufanya sisi sote tuweze kupata ujira wetu, tupate malipo yetu sawasawa na kazi ambazo tumezifanya. Anasema, na mchungaji mkuu atakapodhihirishwa, mtapokea taji ya utukufu ile isiyoharibika. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunatiwa moyo watumishi wa Mungu. Taji hii watapewa kina nani? Labda hilo ndo swali ambalo ungeniuliza ama unajiuliza. Taji hii watapewa wote ambao ni watumishi wanaofanya kazi ya kichungaji. Ninaposema kazi ya kichungaji hapa namaanisha nini? Katika Agano Jipya kuna watu ambao leo hii tunaweza tukawaona kama si wachungaji, lakini katika mtazamo wa kibibilia wanafanya kazi ya kichungaji.
Hapa kwa mfano anazungumza na wazee wa kanisa, anajitaja, anasema yeye aliye mzee. Petro sasa ni mzee, anazungumza na anasema kabisa kwamba nawasihi wazee walio kwenu, katika neno lile la Kiyunani wazee presbytero au presbyteroi, wazee ambao si kwa lazima ya umri, lakini ni kwa maana ya usimamizi wa kanisa. Sasa wazee walikuwa wanasimamia kanisa wakifanya kazi ya kichungaji, mbali na wachungaji ambao leo ni wachungaji hasa katika ile huduma ya kichungaji sawasawa na kitabu kile cha Waefeso sura ya 4. Kwa hiyo wachungaji, wazee wa kanisa, mashemasi na maaskofu, unaweza ukaona katika Agano Jipya ni kama wanafanya kazi zinazofanana, wanafanya majukumu yanayofanana. Kwa nini? Kwa sababu hata sifa zao, hata tabia zao ambazo Biblia inazitaka ni kama zinafanana. Sasa hapa mtumishi wa Mungu Petro anayewaandikia watu waliotawanyika, Wayahudi wenzake waliomwamini Yesu, waliotawanyika sehemu mbalimbali ikiwemo Ponto, Kapadokia, Galatia na sehemu zingine, anawaambia wale wasimamizi wa makanisa ambao hapa wanatajwa kama wazee, anawaambia kwa kuwa wanafanya kazi ya kusimamia kanisa, ni wachungaji. Kwa hiyo hawa wazee wa kanisa waliokuwa wanasimamia waumini wengine ama Wakristo wengine, hapa wanaambiwa wafanye kazi hiyo kwa moyo kabisa. Tena kuna mambo mengi hapa ambayo tukifanya uchunguzi na nikianza kuyafundisha yatachukua muda mrefu, lakini kwa kuwa tunayo mada hii ya taji ya utukufu, nataka nikueleze mambo yafuatayo. Anawaambia kwamba yeye ni shahidi wa mateso ya Kristo. Yeye ni mzee sasa, mwenzi na mshiriki katika imani, na ni shahidi wa mateso ya Kristo. Na anasema nini? Anasema lichungeni kundi la Mungu lililo kwenu na kulisimamia. Kulichunga kundi na kulisimamia. Tuko pamoja watumishi wa Mungu? Kulichunga kundi na kulisimamia. Hapa kuna responsibilities mbili, majukumu au wajibu wa aina mbili. Kuchunga ambako kuna maanisha pia kulisha, kuna maanisha kulinda, kuna maanisha kuhifadhi na kadhalika, na kuongoza. Na hapa jambo jingine ni kusimamia. Kusimamia ni kuhakikisha kwamba kile ambacho kinatakiwa kama matokeo ya kazi yako kiwe sawasawa. Kwa hiyo anawaambia lichungeni na kulisimamia, maana lipo kundi linafanya kazi. Sasa lazima awepo mtu anayefanya ile tunasema kutoa guidelines, kutoa miongozo kwamba hapa umefanya sawa, lakini ungefanya hivi zaidi. Au tunajua kwa mfano katika hili ni kama neno la kitaasisi au neno la kiofisi. Tuna watu tunawaita supervisors ama wasimamizi wa idara mbalimbali. Ukiingia taasisi fulani, ima labda ni taasisi ya shule, pale kuna wasimamizi, au ni taasisi ya kiwanda, kuna masupervisor kwenye usafi, kuna wanaosimamia mambo ya production, mambo ya kupaki hivyo, ama yani hawa ni wasimamizi. Sasa kwa neno hilo na kwa mfano huo, Petro anawaambia lichungeni kundi na kulisimamia, kundi la watu wa Mungu. Kwa hiyo wachungaji wana wajibu mkubwa sana wa kusimamia kundi ambalo wamepewa. Hii ni taji watakayopewa Wakristo wa kundi maalumu la wachungaji au viongozi wa kanisa au viongozi wa makundi mbalimbali katika huduma ya kanisa. Wachungaji ni wale wote wenye dhamana ya uongozi, uangalizi. Hapa katika tafsiri ya Agano Jipya labda waangalizi wanatajwa kama maaskofu. Sawa, maaskofu.
waangalizi ambao of course ni cheo. Waskofu ni cheo, sio hasa huduma, lakini huduma ni ya kichungaji, uinjilisti, walimu, hizo ndio huduma, lakini askofu ni cheo, waskofu ni cheo. Kwa hiyo anasema walioko kwenye ngazi za uongozi, uangalizi na usimamizi wa kundi la Mungu katika maeneo yao tofauti tofauti kulingana na wito wao. Wachungaji ni wawakilishi wa zile huduma zingine na watumishi wengine, hasa wenye kiwango ama ngazi ya uongozi, kama vile watumishi wa zile huduma 5, yani mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji na walimu. Maaskofu, viongozi wa kanisa, yani wazee wa kanisa, wahudumu wa kanisa, yani mashemasi, viongozi wa idara na kamati mbalimbali za kanisa, ambazo ni kwa mfano tunao makatibu wa makanisa yetu, wenye viti wa idara mbalimbali, idara ya uinjilisti, idara ya muziki na sifa, idara ya maendeleo, lakini watunza hazina pia bado ni viongozi, watunza hazina za kanisa, wakurugenzi na wengine wengi, kwa kadiri ya mfumo na namna ambavyo kanisa limeamua kutengeneza serikali yake. Ziko serikali kama 3 hivi za kikanisa. Kuna serikali inayoongozwa kwa mfumo wa kiaskofu, manake inawajibika sana kwa kiongozi wa juu ni askofu. Lakini kuna ambayo inaitwa episkopo au episkopos, aina hiyo ya uongozi kwa maana ya serikali ya kanisa. Lakini aina nyingine ya serikali ya kanisa ni ya congregational, kwamba kundi lote lina maamuzi. Chochote wanachotaka kufanya ni lazima mkutano uitishwe na waumini wote watoe maoni yao. Kwa mfano, mnataka labda kuongeza kipande cha ardhi kwa ajili ya matumizi ya kanisa, ni lazima waumini wote waitwe, wote walioko kwenye daftari la kudumu la kanisa hilo lazima waitwe na waweze kutoa maoni yao. Je, tuongeze kipande cha ardhi ama tusiongeze? Au mnataka kununua microphone kwa ajili ya sauti, waimbaji, lazima kanisa lote lishirikishwe. Hiyo inaitwa congregational, ni serikali ya namna hiyo. Lakini serikali ya 3 ama mfumo wa serikali ya kanisa ambao unatambulikana katika mafundisho yetu ya kiimani ni hiyo ya wazee wa kanisa, ambayo ni Presbyterian, yani wazee wana maamuzi katika mambo mengi, na mchungaji anayewekwa pale kama kiongozi wa mambo ya kiroho, kimafundisho, anakuwa hana maamuzi makubwa sana yale ya kijamii na mambo mbalimbali ya maendeleo ya kanisa. Wazee wa kanisa ndio wenye maamuzi hayo. Sasa iwe ni ya kiaskofu, iwe ni ya congregational, ama iwe ni hii ya wazee wa kanisa, viongozi wote wanaosimamia na idara zote, hawa ninaweza kuwaita kwa lugha nyingine kama wachungaji, ambao kila mtu ana wajibu wake wa kufanya, kuhakikisha idara inasonga mbele, kuhakikisha huduma hiyo inasonga mbele, kuhakikisha malengo ya kanisa, maana idara zote kanisani zinakwenda kwenye mlengo wa kuleta matunda ya kanisa zima kama taasisi ya mahali fulani. Kwa hiyo idara ya kwaya lazima iingie kwenye malengo ya kanisa. Ima ni idara ya uinjilisti, idara ya mipango na kadhalika na kadhalika. Sasa kuwa kiongozi, ndugu zangu, sio jambo la kushabikia sana na kuchekelea. Aliyewahi kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya 5 kuanzia 2015 hadi 2021, hayati Dr. John Pombe Magufuli aliwahi kusema katika mojawapo ya hotuba zake alipokuwa akiwaapisha viongozi wapya, kwamba usifurahi kuwa kiongozi na kufanya sherehe kubwa ya mamilioni ya pesa na kupongezwa na marafiki, ndugu, jamaa na majirani, bali lia, kwani umebebeshwa mzigo mzito wa kwenda kutatua kero za wananchi, jambo ambalo si mchezo. Aliwahi kusema katika
hotuba zake. Sasa tunaona nini? Kuna kiongozi mwingine wa nchi yetu ya Tanzania, Mwalimu Nyerere Kambarage, Julius Kambarage Nyerere, rais wa kwanza wa Tanzania. Yeye pia aliwahi kusema kuwa watu wanang'ang'ania kwenda Ikulu. Kuna nini pale? Ikulu ni mahali patakatifu, hakuna biashara pale, ni matatizo tupu. Matatizo tupu. Wewe angalia tu, unajua watu wanafikiri kweli kuwa rais yani heshima kubwa, lakini angalia mtu kabla hajawa rais anakuwa na uso unang'aa na nini, akishaingia Ikulu mwaka wa kwanza wa pili, unaona anaanza kuwa na uso wa huzuni sana. Sasa moyo unakuwa shida sasa. Moyo maana kwa mfano mvua hii iliyonyesha, akiwa Ikulu hata hawezi kufurahi. Anafikiria, je, kule Morogoro, kule wapi Rufiji, Dar es Salaam hapa Jangwani, wapi Kibonde Maji, sijui kule Mtwara, kule Tanga, wapi, je mvua hii imeleta madhara? Je watu wamekufa? Yani ni mambo mengi. Ndiyo maana Nyerere alisema kwamba pale ni mahali patakatifu, ni matatizo tupu, hakuna raha. Kwa hiyo unapokuwa kiongozi lazima ufikiri kwamba kazi hiyo ni kazi ngumu mno, lakini hatufanyi peke yetu, tunatiwa moyo katika neno la Mungu, tunafanya pamoja na Yesu Kristo. Na kwa hiyo wale wanaodumu katika kutunza imani, misingi, masharti na vigezo vya ufalme wa Mungu, hao ndio watakaopata taji ambayo inaitwa taji ya namna gani? Ya utukufu. Wachungaji watapewa taji ya utukufu, wazee wa kanisa, mashemasi, kwa sababu walichunga na kulisimamia kundi la Mungu walilokabidhiwa, si kwa kulazimishwa, bali kwa hiari, kama Mungu atakavyo, si kwa kutaka fedha ya aibu. Wakati mwingine tunafanya kazi kama tumelazimishwa. Na niwashauri sana watumishi wa Mungu, wachungaji, ukiona mtu anakuwa mzito sana kwenye hiyo huduma uliyompa, hebu angalia mtu mwingine haraka. Ingawa najua tuna uhuru wa uchaguzi pia, idara nyingi kanisani zinachagua viongozi wao, na kuna makanisa ambayo hata wazee wa kanisa wanachaguliwa na Wakristo, ingawa bado kuna katiba za baadhi ya madhehebu zinaruhusu mchungaji kufanya uteuzi wa wazee wa kanisa. Ukiona mtu ni mzito, sizungumzii uzito wa mwili, lakini uzito wa kufanya kazi na maamuzi, hajitoi, huyo achana naye. Muite, mshauri, mwambie mtumishi wa Mungu, tunashukuru, naomba tukubadilishie. Tukubadilishie. Labda umpe nafasi nyingine. Inawezekana uzee wa kanisa kwake ni ngumu, inawezekana ushemasi kwake ni ngumu. Unaweza ukampa kitengo labda cha ulinzi wa kanisa, hapo anaweza akafaa sana. Badilisha vitengo. Badilisha. Anaweza akafaa sana kule. Hebu muulize, wewe kipawa chako ni kipi? Kuliko tukimng'ang'ania kuwa katibu wa kanisa, inawezekana hajui, ila tu kwa sababu labda ana gari labda ana cheo serikalini au taasisi binafsi, anamiliki kampuni, tunadhani kwamba anaweza. Huku kwenye mambo ya kiroho, niwaambieni jamani, kuna siri nyingine tofauti na vile tunavyofikiria. Huku lazima mtu awe na Roho Mtakatifu. Hata kama wewe ni mkuu wa kitengo fulani, mkuu wa wilaya tuseme kwa mfano, haiwezekani tu kanisani kwamba umekuja tu kanisani kesho unapewa kitengo kwamba uwe mzee wa kanisa. La hasha. Huku kuna vigezo, huku kuna viwango. Haiwezekani kwamba wewe ni mfanyabiashara eneo fulani, umekuja sasa umeokoka, baada ya wiki moja tu tunakupa uzee wa kanisa au tunakupa sijui. No. Huku kuna viwango, huku kuna sifa jamani. Naomba sana watumishi wa Mungu, hebu kuna watu tunaweza tukawapa nafasi, kumbe tumewalazimisha. Si kama Mungu atakavyo. Mungu hajataka huyo mtu afanye hiyo nafasi. Sasa nirudi kwenye wazo letu kwamba kila mtu ambaye anaona kazi ya utumishi ni takatifu, basi huyo atapata taji ya utukufu. Kristo atakapodhihirika
atakupeni taji ya utukufu. Kiongozi wa kiroho hana furaha ya daima katika utumishi wake, hasa anapokumbuka kwamba yeye atatoa hesabu siku moja mbele za Kristo Yesu kwa kazi yake aliyoifanya duniani. Kumbe, kwa tukio hilo, viongozi wanapaswa kukesha na kuombea waamini wao, kuishi kwa mwenendo unaofaa na wenye kuwavuta na kuwabadilisha wale wachungao. Katika kitabu cha Waebrania sura ya 13, naomba niweze kunukuu pale. Waebrania sura ya 13 mstari wa 7 hadi mstari wa 17. Waebrania sura ya 13. Maandiko yanatuambia hivi, Waebrania 13 mstari wa 7. Biblia inasema, wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza, waliowaambia neno la Mungu, tena kwa kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao, iigeni imani yao. Mstari wa 17, watiini wenye kuwaongoza na kuwanyenyekea, maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu, kama watu watakaotoa hesabu, ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha, wala si kwa kuugua, maana isingewafaa ninyi. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kiongozi ni kweli, unaweza ukaingia kwenye nafasi fulani ya kanisa kwa bashasha, kwa furaha, lakini utakayokutana nayo kama utendaji, hayo yanauma sana. Kuna wakati hautakuwa na nafasi ya kuonana hata na familia yako vizuri. Nilikuwa namsikiliza rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, akihojiwa na mwandishi mmoja wa habari Salum Kikeke, akimuuliza juu ya majukumu yake na mambo mbalimbali. Anasema kwa kweli kazi ni kubwa mno. Anasema hawezi kupumzika. Yaani hata akisema aende mahali fulani kupumzika, anasema anapumzika akiwa na kazi huko huko. Kwa hiyo atafanya kazi kutokea huko huko, kama ni kwenye hoteli ama ni nyumbani kwake. Yaani hakuna kupumzika, tofauti na ilivyokuwa wakati akiwa makamu wa rais. Kwa hiyo tunachotaka tuseme ni nini? Kwamba uongozi ni dhamana kubwa. Kwa nini? Kwa sababu kila kitu watu wanakuangalia. Kila kitu watu wanataka uoneshe mfano. Ndiyo mtumishi wa Mungu Petro katika andiko letu anasema, wafanye kama kielelezo, si kwa kulazimishwa, kama watu wanaotaka faida zao wenyewe, kwa kutaka mapato ya aibu, bali wafanye kazi hii kwa hiari ya moyo, bali kwa moyo. Mstari wa 3, wala si kama wajifanyao mabwana. Hapa manake ule lordship, ubwana wa mtu mwenyewe. Unataka watu wakuogope, watu wakutetemekee. Hapana. Katika mfumo wa uongozi wa kanisa, kiongozi unatakiwa uwatumikie watu. Ingawa hilo ni somo gumu sana. Mahali fulani niliwahi kulifundisha somo hilo, lilileta hisia zinaitwa hisia mbalimbali. Watu walishangaa. Ndiyo, maana Yesu anasema anayetaka kuwa mkubwa wa wote lazima awe mdogo wa wote, watumikie wengine. Kwa hiyo hii ndiyo kazi tulionayo. Tufanye kazi ya Mungu, si kwa kulazimishwa, kwa moyo. Usijifanye bwana mkubwa, fanya kazi ya Mungu. Fanya kazi ya Mungu. Mambo ambayo unastahili kufanya, fanya sana. Hata yale wakati mwingine ambayo si ya kwako, lakini kwa sababu wewe ni kiongozi, fanya, maana utatoa hesabu. Na hapo tena kuna sharti la kuwaombea Wakristo, kuwafundisha na kuwatia moyo. Kwa nini? Kwa sababu kwa kweli tutatoa hesabu ya utumishi wetu. Bwana Yesu atusaidie sana. Katika Petro wa kwanza sura ya 5:1-4 kuna mambo au mazingatio mazito yanayoelekezwa au yanayoelezwa kwa wazi katika kazi ya kichungaji ambayo Mungu anatarajia watumishi wake wafanye pasipo unafiki. Kwenye mstari wa 2 hadi wa 3 tunasoma hivi: lichungeni kundi la Mungu lililo kwenu, na kadhalika na kadhalika. Hapa tunaona maadili
na wajibu ufuatao katika kutimiza kazi ya kichungaji. Jambo la kwanza katika kuchunga kundi, anasema kuchunga ni kuongoza waamini kwenye malisho. Kwa maneno mengine ni kulinda, kutunza, kuhifadhi na kutazama hali ya kundi la Mungu. Malisho hapa ni yale mafundisho yote ya imani ya Kikristo yanayomwezesha mwamini kama kondoo kukua, kukomaa, kujitegemea na hata kuzaa wengine. Maana kondoo huzaa kondoo. Mchungaji hawezi kuzaa kondoo. Kwa hiyo ni kazi yetu sisi kulichunga kundi la Mungu kwa njia ya kuhakikisha kwamba linapata mafundisho yanayolipatia afya. Na unajua kiumbe hai chenye afya kina sifa ya kuongezeka kwa njia ya kuzaa. Sasa kazi kwenu watumishi wa Mungu. Usibaki tu kama mchungaji mmoja. Uwe mchungaji ndani ya watu. Multiply yourself within people. Tengeneza vipawa, viwezeshe vipawa vya watu. Uwe mchungaji ndani ya watu kwa njia ya kutengeneza vipawa. Huyu ni mwimbaji, mpe kitengo hicho afanye kwa ubora. Huyu ni nani, huyu ni nani, kila mtu. Na ndipo tunapoona kwamba kumbe hawa watu wanajitegemea. Unaonaje kama ni wewe tu? Hata ukiondoka, hakuna mtu ambaye anaweza kuiga. Hakuna mtu ambaye anaweza kufanya hiyo huduma. Yaani ndio inakufa. Tuache ubinafsi. Tengeneza watu. Lisha watu. Hifadhi kundi la watu la Mungu. Tazama hali zao. Wape chakula kinachofaa. Achana na mafundisho ya kuungaunga. Mafundisho ya kuokoteza. Uliona mtu anafundisha hivi kwa ufunuo fulani, na wewe unachukua tu na kuja kuapply kanisani. Hapana. Tumia kwa halali neno la Mungu, maana wewe ni mtendakazi umekubaliwa na Mungu. Liandae kundi la Mungu, likuze, likomae, lijitegemee na liweze kuzaa wengine zaidi. Kanuni ya pili, kusimamia. Hapa umaanisha kuhakikisha kila mtu anafanya kazi zake alizopangiwa na kuwapa kwa haki stahiki wanazopaswa kupata, kama kutatua migogoro mbalimbali na kuleta suluhu kwa ajili ya ustawi wa mahusiano na ushirika mwema ndani ya jamii au ndani ya kundi husika. Namba 3, si kwa kulazimishwa bali kwa hiari. Kirai hiki, mstari huu unamaanisha nini? Kama ambavyo wafugaji wa Kiafrika wanavyopaswa kuwa macho na kuilinda mifugo yao, vivyo hivyo na viongozi wa kanisa wanatakiwa kuangalia wale ambao Mungu ameweka kuwatunza. Wanatakiwa kufanya hivyo sio kwa sababu ni kazi waliolazimishwa, lakini kwa nini? Kwa sababu hii ndiyo njia ambayo Mungu amewaitia kutumika. Tuko pamoja wapendwa wangu? Unaendelea kunifuatilia kupitia mtandao yetu. Hii ni siri kubwa sana. Watumishi wa Mungu, tumeamua kujitokeza ili kusaidia kanisa la Bwana liweze kubadilika na kubadilisha mtazamo. Kanuni ya 4, si kwa kutaka mapato ya aibu. Hapa inamaanisha nini? Si kupata mapato ya aibu, bali kufanya kwa moyo. Wachungaji na viongozi wa kanisa ni lazima wajihadhari na dhambi hii ya kupenda fedha ambayo ni miongoni mwa dhambi kuu zinazowaangusha watumishi wengi, ikiwa ni pamoja na dhambi ya uasherati ama uzinzi, pamoja na kiburi cha uzima ama kuchukua utukufu wa Mungu. Kwa hiyo tujihadhari. Hapa wanaambiwa si kwa kutaka mapato ya aibu. Mapato ya aibu yanapatikanaje? Au mapato ya aibu ni nini? Ukishakuwa kiongozi wa kanisa, unajiepusha sana na mambo yote ambayo yanaweza kukuletea mapato yasiyo halali. Kwa mfano, kiongozi wa kanisa
la Kristo kweli kweli, kumiliki baa, unapata mapato ya aibu. Hayo ni mapato ya aibu. Kujihusisha na uuzaji wa madawa ya kulevya. Kinara, juzi nilisikia kule walimkamata kinara aliyekuwa anauza mashamba ya mirungi na nini. Kinara jana amefanya hivyo miaka mingi mpaka ameitwa kinara. Sasa kiongozi kiongozi wa kiroho eti na wewe ni kinara wa kuuza bangi alafu wewe ni mzee wa kanisa. Of course ukisimama labda idara fulani ina mchango, wanataka kununua, labda nitumie kwaya, wanataka kinanda cha 800,000, unasimama, tunasema msiwasumbue watumishi wa Mungu, unaandika cheki ya milioni 1, yani na change inabaki kumbe ni kinara wa madawa ya kulevya. Hufai kuwa kiongozi. Hayo ni mapato ya aibu, na hufai kuwa kiongozi. Hufai kuwa kiongozi. Lakini unaweza kuwa ni kiongozi lakini unamiliki nyumba ambazo zinafanya biashara ya ufuska, biashara ya ngono. Na unajua kabisa na ndiyo kazi yako, na mapato unayopata yanaitwa mapato ya nini? Ya aibu. Huruhusiwi kuwa kiongozi ingawa una moyo wa kujitolea kanisani. Hapana. Tukigundua hivyo, hatukupi nafasi hiyo. Hatukupi. Ni lazima tukushauri na kukuongoza kwa Bwana uache hiyo biashara inayokupa mapato ya aibu. Lakini mengine ni rushwa mbalimbali. Rushwa kubwa, rushwa ndogo. Kama wafanyakazi wa taasisi mbalimbali, naomba sana jiheshimu. Heshimu kazi yako. Wewe ni Mkristo, wewe ni mzee wa kanisa, ni shemasi kanisani, ni katibu kanisani, na bado unafanya huduma mbalimbali za kijamii, ima serikalini, wapi, taasisi binafsi, lakini unachukua rushwa kweli kweli. Hayo ni mapato ya aibu. Kwa hiyo nimeyazungumza hayo kama sehemu ya kurekebisha mwenendo wako, ujue mapato ya aibu ni yapi. Kupenda fedha ni mojawapo ya mambo mabaya yanayowaangusha watumishi. Wahubiri tusihubiri kwa kupenda fedha. Wachungaji usifanye huduma kwa kujipatia fedha. Leo hii kuna huduma za maombezi. Leo hii kuna huduma za ushauri wa mtu mmoja mmoja. Kila unaposhauriwa kuna kikapu pale, unaacha fedha. Na wako wazi tu wengine nakwambia, mbona ukienda hospitalini consultation fee, yani ile ada ya ushauri unapomuona daktari, mbona unatoa pesa? Sisi sio kama wao. Sisi hii kazi ni ya hiari, ni wito ambao Kristo siku moja atataka hesabu. Tulifanya kwa moyo? Tulifanya kwa moyo? Kwa hiyo jihadhari sana. Uchungaji ni muhimu sana. Paulo naye aliliona hili kama kikwazo kikubwa cha uchungaji, hata akawaandikia wachungaji vijana Timotheo na Tito akisema, wala asiwe mwenye kupenda fedha. Askofu asiwe mwenye kupenda fedha, si watu wanaotamani fedha ya aibu. Unaona, hawa ni mashemasi. Timotheo wa kwanza 3:3 na mstari wa 8, 6:10 na Tito 1:7. Unaona, kwa hiyo viongozi wanaonywa wasipende fedha, wasitamani fedha ya aibu. Maaskofu, mashemasi, wachungaji, wazee wa kanisa na viongozi wa idara, tujihadhari sana. Mapato ya aibu ni mabaya mno, mabaya mno, mabaya mno. Hayaruhusiwi. Sasa napoelekea mwishoni, tujihadhari. Kumbe roho ya shetani ipo nyuma ikimsukuma mtu kupenda fedha. Kupenda fedha, the love of money. Shughuli nyingine zinazoleta mapato ya aibu ni kama vile kuuza vitu vya upako kama maji, mafuta, vitambaa, kofia, nguo za ndani, stika, udongo, keki, kufanya maombezi ya kufungua watu kwa kuwatoza gharama au kima fulani cha pesa, kuanzisha gharama za kumuona mtumishi kwa ajili ya maombi, ushauri na kadhalika, na kubuni sadaka lukuki na kuwa na mafundisho
yanayochochea au yanayoelemea tu katika utoaji siku zote. Watumishi wa aina hii ni lazima waache huu utapeli. Ijulikane tu kuwa wao ni watumishi wa Shetani na Mungu wao ni tumbo. Mwisho wao ni uharibifu, utukufu wao katika fedhea yao, waniao mambo ya duniani. Wafilipi 3:19. Mungu wao ni tumbo. Kama unajua unafanya mambo haya, hautapata taji ya utukufu. Kristo hatakupa, sababu tayari umeshajipatia taji yako duniani. Mungu atusaidie sana. Miaka michache imepita, mnamo Aprili 2022, dunia ilishtushwa na ilishuhudia mhubiri maarufu wa runinga, televangelist na tajiri sana, mchungaji Taufik Benedictus maarufu kama Benny Hinn, aliyezaliwa tarehe 3 Disemba 1952 huko Yafa, Palestina na Israeli ya sasa, ambaye ni raia wa Canada na Marekani. Alitubu dhambi yake ya kuwatapeli watu wakati wa maombezi, akiwaambia kuwa watoe dola kadhaa za Kimarekani. Lengo likiwa ni nini? Ili awaombee na kufanikiwa, na aliandika vitabu vingi tu vinavyoeleza mafanikio ambayo kitheolojia huitwa injili ya mafanikio, prosperity or financial gospel. Alisema wazi kuwa hilo halikuwa sawa na haukuwa mpango wa Mungu. Hivyo akaomba radhi na kula kiapo au kuahidi kutofundisha upotofu huo tena. Watumishi, tubadilike na tumrudie Mungu ili tupate taji ya nini? Ya utukufu isiyo kauka, isiyo haribika. Kwani haya tunayo yahangaikia leo tutayaacha. Utaacha. Mercedes Benz zitabaki, limousine zitabaki, alafu nini? Manini? Hizi gari kali hizi, V8 itabaki, Range Rover itabaki, treni za mwendo kasi zitabaki, ndege unazotaka kumiliki kwa utapeli zitabaki, kila kitu kitabaki, na utakapofika mbele za Mungu. Niliwahi kusikia mtu mmoja alikuwa anatoa ushuhuda wa mchungaji mmoja kwamba alikuwa anasema, watumishi wa Mungu ambao tunawatapeli watu, matumbo yanajaa. Siku moja Yesu atatuweka mbele, atatulaza wote chini, alafu tutalala chali, matumbo yatakuwa juu, alafu yeye atapita na fimbo, anakuwa anakagua yale matumbo mengine makubwa, atakuwa anapiga. Yani walikuwa nakula tu sadaka, walikuwa na watapeli watu, yale matumbo yatapasuka. Sasa hii itakuwa ni hatari sana. Sijui kama itakuwa hivyo, lakini ni jambo la kutisha sana. Inawezekana kwa kweli adhabu itakuwa kali. Inaweza isiwe kwa namna hiyo, lakini kwa kweli ni hatari sana. Hebu watumishi wa Mungu, yeyote unayenisikiliza, wewe ni mwimbaji, acha kutanguliza fedha. Utakufa na hautapata taji. Utakufa. Acha kutanguliza fedha. Wewe ni mhubiri, unaenda kuhubiri mahali unawekea kima. Unajua mimi bila milioni 1 sifanyi semina, 500,000 mimi kwa siku 3 na kadhalika, unawekea na masharti magumu mengine. Hebu tuache hayo, watumishi wa Mungu. Tufanye kazi hii. Tumepewa dhamana ya kulilinda, kulichunga na kulisimamia kundi la Mungu. Hapa nazungumza kwa mchungaji wa mahali fulani, kwa mwangalizi wa makanisa mengi, lakini kwa mhubiri. Mimi ni mhubiri ambaye nimepewa kulilinda, kulichunga kundi la Mungu duniani kwa njia ya injili. Sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndugu zangu, ninapotaka kumaliza hapo, nizungumze mambo ambayo sasa Biblia inataka tufanye.
Ili tupokee hii taji, tufanye mambo yafuatayo. Tufanye mambo yafuatayo. Tufanye mambo yafuatayo. Ni lazima tujifunze unyenyekevu. Tusiwe mabwana, si kuwa watawala au kujifanya mabwana. Tuwe wanyenyekevu, tutumike vyema. Hii itatusaidia sana kupokea taji ya ya utukufu isiyokauka. Nyingine ni kuwa vielelezo au mifano. Mchungaji anapaswa kuliongoza kanisa akiwa kama kielelezo kwa kundi lake katika usemi na mwenendo, na katika upendo, imani na usafi, sawa sawa na Timotheo kwanza 4:12, na kujitoa kwa dhati kwa Kristo, kwa utumishi wenye unyenyekevu mwingi, uvumilivu, katika haki, ujasiri, uthabiti wa moyo, na katika maombi na kulipenda neno. Tusijaribu kuwa mapapa wa Kipentekoste au mafarisayo wa kizazi kipya. Tubadilike na tuwe watumishi kama Kristo alivyotuita. Kweli muhimu katika kazi ya uchungaji ama uangalizi na usimamizi wa kundi. Kwanza, mchungaji anatakiwa kuishi maisha yasiyo ya kwake, yani yasiyompa yeye faida binafsi, bali yawape faida wengine, hasa kundi lake, huku akiishi kwa maneno na matendo. Waebrania 13:7. 2, mchungaji anatakiwa, au kiongozi au msimamizi, anatakiwa kujitoa kwa kiwango cha juu, kukesha kwa ajili ya kondoo. Waebrania 13:17. Anapaswa kuomba na kufunga, kujifunza kwa bidii na kwa uaminifu neno la Mungu, na kufanya kazi mbalimbali zihusuzo ustawi wa kiroho wa kwake na wa kundi. Mfano, kuhudhuria ibada, kumsifu na kumwabudu Mungu, kuhudhuria maombi ya mikesha, kusoma neno na kuhubiri habari njema kwa waliopotea. Namba 3, mchungaji au mwangalizi ana wajibu wa kuikuza imani ya kundi. Kwanza, anapaswa kufanya hivyo kwa kuwalisha kondoo, kwa kufundisha neno sahihi la Mungu. Ni lazima wakati wote wachungaji, viongozi wa kanisa waelewe kuwa kundi hili walilopewa si lingine zaidi ya watu ambao Mungu amejinunulia kwa damu ya thamani na kuwakabidhi wao kama waangalizi, sawa sawa na Matendo 20:28. Naomba nisome kidogo hapo. Matendo 20:28. Biblia inasema, jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Lilishe kundi hilo kama watu ambao wamenunuliwa, sio kuwatukana, kuwabeza, kuwadhalilisha, kuwatendea mambo mabaya. Unataka wakubebe, sadaka wakati mwingine wanaleta unazitupa chini. Sadaka gani hizi? Wafundishe basi watu, waelekeze. Unawadharau, hauwatembelei, una ubaguzi mwingi, kama sera ya makaburu wale wa Afrika Kusini, sera ya ubaguzi. Hapana, tunatembelea wale wenye nazo tu na kuwapa nafasi na viti vya mbele. Hapana, sisi kazi yetu ni kuwachunga wote, watu wa vyama vyote, watu wa jamii zote, watu wa rangi zote. Kazi yetu ni kuwachunga na kuwaendeleza. Kanuni nyingine, pia ana wajibu mkubwa wa kulinda imani. Mchungaji wa kweli anapaswa kulinda
kondoo kwa bidii dhidi ya maadui zao. Paulo katika kanisa la Efeso alijua kuwa katika siku zijazo za kanisa, shetani atainua walimu wa uongo ndani ya kanisa na kupenyeza kwenye kundi la Mungu matapeli kutoka nje wafanyao biashara madhabahuni kwa kufuata mafundisho yasiyo ya kibibilia, mawazo ya kidunia na kipagani, kama kusaka au kama kuna kampeni mbalimbali za kusaka, sijui kufukua, sijui kukamata uchawi, kufanyaje, kutabiri watu, kurudisha nyota na mambo kama hayo. Paulo aliyajua hayo na aliwaandikia kwa kuwaonya sana waamini. Tunaweza kusoma Matendo 20:29, 20:29. Bado Paulo analionya kanisa la Efeso. Naomba niseme hii. Najua mimi ya kuwa baada ya kuondoka kwangu, mbwa mwitu wakali wataingia kwenu wasilihurumie kundi. Ndiyo, anawaita mbwa mwitu watu ambao tabia zao ni kurarua, hawakuhurumii. Lakini ukisoma Mathayo 10:16, Yesu pia alisema. Matendo 20:25 hadi 31 pia tunaweza tukaona. Ushauri wangu sasa, ndugu mwangalizi, mchungaji, kiongozi wa kundi, jitahidi sana kuwa makini unapokaribisha watu, wahubiri ama wageni kwako kama watumishi. Jihakikishie tabia zao na imani yao, na Roho Mtakatifu akupe ushuhuda tu ndani. Ukiwa na Roho Mtakatifu atakwambia tu huyu unayemkaribisha ni sahihi ama sio sahihi. Na kwa wale wahubiri wa ndani pia ni vema ukawa makini kwa kufuatilia mafundisho ya kila mara na mambo kama hayo, tunaweza tukasaidia sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya leo ninakwenda mwisho kabisa katika hatua hiyo ya kwanza, ingawa sehemu nyingine zitakazofuata tutafundisha majaribu ya uongozi. Kuwa kiongozi na kupata taji sio jambo dogo. Na vipimo vya viongozi ni vikali kuliko vipimo vya waumini. Kwa hiyo kuna majaribu ya viongozi, wachungaji, maaskofu. Kuna majaribu ya aina kama 10. Hayo tutaangalia katika kipindi kingine. Sasa nataka nihitimishe. Taji ambazo Wakristo watapata hazitatokana na neema ya Mungu tu. Neema inatuokoa, alafu tunaingia katika hiyo neema, tunaanza kukua kwa mafundisho, na tukikua, matarajio ya Kristo ni kwamba tukomae na kisha tuweze kuzaa. Kwa hiyo utumishi wako kwa Mungu, kwa karama na vipawa ulivyo navyo, hivyo ndivyo tiketi yako ya kukupatia tiara, kukupatia taji, kukupatia fahari mbele za Mungu siku ile. Na taji tutakazopewa, kwa kuwa tumeona kwamba taji ya dhahabu safi alipewa mfalme au malkia, na hizi taji kama hizi walipewa watu wa kawaida. Sasa kwa kuwa sisi ni makuhani wa kifalme, haleluya, taraja langu ni kwamba sitapata taji kama hii. Taraja langu nitapata taji ya kifalme, taji ya kikuhani itakayokuwa inang'aa, yenye mng'ao wa ajabu mno kuliko taji ya Malkia Elizabeth ambayo ilikuwa na vito zaidi ya 2000, yenye uzito wa kilogramu 1.06. Tutakuwa na taji mbalimbali, na inawezekana Mkristo mmoja akawa na taji hata 3. Sipati picha nitakavyokuona wewe,
ambayo utashikilia imani sawa sawa, utakayetumika vizuri. Kuna wengine watakuwa na taji 3, wengine inawezekana ukapiga zote 5. Haleluya, haleluya. Na mimi ninazingoja sana hizo zote 5. Zote, yani nikitembea ninang'aa, nikitembea ninang'aa. Hapa nina taji isiyoharibika. Hapa nina taji ya utukufu. Hapa nina taji ya haki. Hapa nina taji ya furaha. Ninaingoja sana, kama Paulo alivyomhakikishia Timotheo kwamba baada ya haya ninaisubiri nini? Taji. Na mimi sina mashaka, ninangoja taji zangu. Ndiyo maana ninakazana, ndiyo maana ninataka nidhamu ya kiroho iwe sehemu ya maisha yangu. Ninakupa ushauri sasa, kama ulikuwa umelegea, kama ulikuwa umekata tamaa, ulidhani utumishi utapewa tu taji kwa sababu umekuwa Mkristo. Hapana, hapana. Taji ni kazi. Amka leo, simama kwa miguu yako, amka wewe usinziae, na Kristo atakuangaza. Maana nyakati tulizo nazo ni nyakati mbaya, ambazo Wakristo tumekuwa tunataka kufanyiwa kila kitu. Ndiyo maana hata tunapewa stika ili ubandike mchagoni, usiwe na maombi we mwenyewe, kwamba mchawi akiona stika ya mhubiri anakimbia. Huo ni utapeli tu. Achana na hayo, simama mwenyewe, fanya kazi ya Mungu. Nyumbani mwa Mungu kuna kazi kede kede. Unaweza kufagia, unaweza kufanya usafi, unaweza ukaamua tu kwamba mimi nitafanya kazi ya usafi wa kanisa maisha yangu yote. Unaweza ukaamua kusema mimi nitanunua dawa za usafi kwa ajili ya kusafisha vyoo vya kanisa. Unaweza ukaamua kufanya kazi yoyote. Kanisa ni karakana ambayo kila mtu anaweza kufanya chochote kwa utukufu wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu tunazo ahadi za taji. Amua kuanzia leo, geuka, na Kristo yuko tayari kukusamehe. Ninapohitimisha somo hili, nitafanya maombi ya aina 2 au aina 3. Ya kwanza ni maombi ya toba kwa yeyote ambaye kwa njia moja ama nyingine amepotoka ama umepotoka na unataka kurudi kwa Kristo kama mtumishi na kuanza upya. Maombi ya pili, nitaombea wale wenye wito. Unayenitazama unasema mimi nina wito, mimi mwinjilisti, mimi nasikia kuimba, nasikia kuomba, nasikia hiki, yani kuna kitu ndani yako lakini hujui uanzeje. Nitakuombea na uanze kuanzia leo. Lakini ya 3, nitaomba ya kwamba kazi ambayo Kristo amekupatia na unaifanya, basi uendelee vyema, usikate tamaa. Na pia nitawabariki wote na kuliombea taifa langu zuri la Tanzania. Taanza sehemu ya kwanza. Ikiwa unataka sasa kurudi kwenye neema ya Kristo kwa sababu umetanga mbali, nataka nikuongoze maombi haya, na popote ulipo unaweza ukafuatisha maombi haya. Sema, Bwana Yesu, niko mbele zako. Mimi ni mwanadamu nisiyeweza chochote, nisiyejua chochote. Nimejitumainia maisha yangu, tabia yangu, vyeo vyangu, nafasi yangu, na jinsi nilivyo ni matokeo ya vile nilivyoamua kuwa tangu zamani. Ninakuja kwako, nisamehe, nihurumie, nipokee. Ninatamani kuwa mtumishi wako, nisiwe mtumishi wa shetani. Mungu wangu asiwe tumbo. Mungu wangu awe yule aliyeumba mbingu na nchi, ambaye alikutoa Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha ya wanadamu, na wewe ukafa kwa ajili yetu. Na leo ninakupokea na ninaomba ushirika na wewe kuanzia sasa, katika jina lako Yesu. Ninakuamini kwa moyo wangu na kwa kinywa changu ninakiri kwamba wewe kuanzia sasa ni Mwokozi wa maisha yangu, nami nimeokoka. Amen. Ikiwa umefanya maombi hayo, tayari umepata msamaha wa dhambi zako na ukengeufu wako, na sasa unaweza ukasonga mbele. Maombi yetu ya pili ni kwa wale watumishi. Najua mnanifuatilia wengi, mtaangalia wengi na mtajifunza wengi, wainjilisti,
waimbaji na watu mbalimbali. Nataka sasa niombe kwa ajili yako wewe ambaye unasikia ndani lakini umekwama. Baba, katika jina la Yesu Kristo, namleta mtumishi wako huyu ambaye anasikia ndani kuimba, anasikia kuhubiri, anasikia kufanya kazi yoyote kanisani ambayo anahisi kwamba hiyo itampatia taji. Hatutaki watu wakae tu kanisani wanaokuja na kuondoka. Kila Mkristo ana kazi unayompa baada ya kumwokoa. Wote ambao Bwana wanataka mabadiliko, gusa maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Gusa maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Ondoa kiburi, ondoa majivuno, ondoa hofu na uoga wa kishetani. Ondoa mikandamizo ambayo imekuwepo kwenye kanisa hilo na kwa mtumishi huyo. Ondoa choyo na wivu, toka kwa mamlaka ya jina Yesu Kristo. Enyi roho za kuzimu ambazo zinatesa mtu huyo, zinatesa mtumishi huyo. Amekuwa ni mchoyo, hataki kuandaa wengine, anawazima wengine wanapoinuka, hataki kuwaelekeza. Hiyo ni roho ya shetani. Toka nguvu zote za giza. Achia kanisa hilo, achia mtumishi huyo. Ninamwombea kila mwenye shauku ya mabadiliko. Kuanzia leo wakazaliwe wainjilisti wapya, wakazaliwe waimbaji wenye sifa, maaskofu wenye uwezo wa kiroho, wachungaji wanaweza kulinda na kusimamia kundi katika jina la Yesu Kristo. Tunataka wazee wa kanisa na mashemasi wazaliwe wenye kazi na wito wa Injili. Hatutaki watu wababaishaji kwa sababu tu wana vyeo, kwa sababu wana mamlaka serikalini, kwa sababu wana uwezo wa kifedha. La hasha! Kristo, jichagulie watu wenye sifa katika kanisa lako la Tanzania katika jina la Yesu Kristo. Baba wa milele, asante. Na sasa ninaomba kwa ajili ya watumishi wako. Najua wako wengi wazuri wanaofanya kazi yako, ingawa changamoto zipo, udhia upo, majaribu yapo. Bwana Yesu, ninakusihi ukawasaidie hizi taji zote 5 zikawa sehemu yao, taji isiyoharibika ambayo wataipata wale wenye nidhamu yako Bwana. Taji ya furaha, Bwana, ambayo wataipata wainjilisti. Mungu wa utukufu, taji ile ya utukufu ambayo wataipata watumishi wako wachungaji. Bwana ukawapatie, Bwana ukawapatie taji ya haki wale wote wanaovumilia majaribu. Bwana ukawapatie. Wako wa missionari nchi mbalimbali, wako wa injilisti wanapanga mikutano, na hata sasa wengine wanahubiri, wameishiwa fedha. Wako watu wana shauku ya kupanda makanisa lakini hawana pesa, viwanja ni bei ya ghali. Wengine wamedhulumiwa, wameteswa, wamekata tamaa. Bwana Yesu, kazi njema ulioweka ndani mwao, kuna wengine ambao wanajitolea kupeleka Injili. Mungu ukawasaidie, ninakusihi. Inua uchumi wao, wasivunjike moyo kwa maneno walioambiwa kwamba watakufa maskini kwa sababu wanasapoti Injili. Hakuna aliyeacha mambo yake akakufuata wewe Yesu akapata hasara. Haipo. Tangu mwanzo tumehakikishiwa ya kwamba duniani tutapata watoto, tutapata wenzi, tutapata wazazi na tutapata mara 100, lakini mbinguni tutapata uzima wa milele. Asante Bwana Yesu, bariki watu wako, watie nguvu, wainue na kuwaongeza katika jina la Yesu. Amen. 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 Ikiwa umefuatilia mafundisho yetu tangu mwanzo, tunakukaribisha sana katika ulimwengu wa Injili. Tunapatikana kwenye Facebook kwa jina la Abraham Magoma, YouTube kwa channel ya Okoa Ulimwengu Sasa, TikTok napatikana kwa Abraham Magoma, na utaona posti za kihubiri. Akina Abraham Magoma wanaweza kuwa maelfu duniani, lakini posti zangu ni za mahubiri, na sura yangu na sauti yangu zinafanana kwenye mahubiri yangu pale kwenye hiyo mitandao. Usiende kwa Abraham mwingine. Mimi unayeniona mbele yako nimekuwa nikifundisha kwa muda mrefu katika mitandao ya kijamii. Mungu akubariki sana. Na sasa tunakukaribisha kwa mawasiliano zaidi. Pia unaweza ukanipigia kwa namba 0784954897 au
ukaniandikia kwa WhatsApp 0749782076, na mawasiliano hayo yanaweza kupatikana. Ukiona simu inaita sana, basi ujue niko kwenye majukumu mengine. Tuma ujumbe mfupi, au nitafute WhatsApp nitumie ujumbe, au rekodi au tuma voice note, na nikimaliza majukumu yangu mengine ninaweza kukufuatilia. Lakini pia tuna huduma ya chuo cha Biblia, mafundisho ya neno la Mungu. Chuo chetu kizuri kinaitwa Tyrannus Global Bible College, na kwenye Instagram kule unaweza ukapata Tyrannus Global Bible College kwa sehemu fulani, ingawa tunaendelea kuboresha zaidi huduma zetu. Lakini tunapatikana kwa ngazi ya diploma miaka 2, na pia kwa ngazi ya cheti mwaka 1. Lakini pia tunasimamia mafundisho ya chuo cha Biblia, chuo kikuu kinaitwa Grace International Bible University kwa hapa Tanzania, mimi nikiwa mkurugenzi wake. Nakaribisha sana kwa wale wanaotaka masomo ya Biblia kwa ngazi ya degree au shahada ya kwanza na kadhalika. Mungu akubariki sana. Tunapatikana kwa ajili ya mikutano ya Injili, kwa ajili ya semina makanisani, semina za jumla kwa kanisa, semina za makundi, semina za watumishi, mafundisho ya uongozi na huduma mbalimbali zote. Kwa hiyo tuko hapa kuokoa ulimwengu sasa. Mungu wa mbinguni akubariki. Nimeokolewa kwa neema, ninaishi kwa imani. Amen. Tuonane tena wakati mwingine. Uwe na wakati mzuri. Amen.